Habari mtumiaji wetu wa Janja POS. Leo nitakuonesha jinsi ambavyo unaweza kuangalia ripoti mbalimbali kwenye mfumo wetu ili kuweza kupata picha ya kile kinachoendelea kwenye biashara yako. Ni rahisi sana na tumetengeneza mfumo huu ili kukurahisishia kazi hiyo. Unachotakiwa kufanya ni kuja kwenye menu huko kushoto, kisha shuka chini huku utaona sehemu imeandikwa ripoti. Hapa kwenye ripoti kuna ripoti nyingi sana. Sasa tuanze tunakuonesha ripoti ya kwanza ambayo ni today reports. Ukibonyeza hapo kwenye today report itakuleta kwenye screen, kisha itakuonesha summary fupi ya kinachoendelea kwenye siku hii ya leo. Unaweza kuona hapa chini kuna faida, kuna gross profit na kuna net profit. Sasa gross profit ni faida ambayo unaipata kabla hujatoa matumizi yako. Lakini net profit ni ile faida ya mwisho kabisa ambayo mfumo unadhani hii ndio faida ambayo unayo, yani sahihi ambayo unayo baada ya kutoa matumizi mbalimbali. Kisha ripoti ya pili ni summary report. Summary report inakupa picha ya mwezi fulani na ndani ya mwaka fulani nini ambacho kilifanyika. Hii pia ni ripoti muhimu sana. Ukibonyeza kwa mfano hapa mwezi Aprili 2025, mfumo utakuonesha kwamba hii ni summary yako. Mfumo utakuonesha miamala yako imefanyika vipi, kwamba akaunti zako zilizopo. Kwa mfano hapa kuna cash, kuna NMB na kuna M-Pesa. Itakuonesha kama balance iliyokuwepo ni kiasi fulani ambayo ndio balance iliyokuwepo wakati wa kufungua. Pia itakuonesha mauzo ambayo yamefanyika, jumla ya mauzo, sales, na pia inakuonesha madeni ambayo tunaita dues. Jumla ya madeni kiasi fulani. Kisha unaweza kuona kwamba makusanyo yaliyofanyika ni kiasi gani kwa accounts collection hapa. Na vitu vingine vingi tu kama matumizi mbalimbali, miamala iliyofanyika, kama umehamisha hela kutoka kwenye akaunti moja kwenda kwenye akaunti nyingine, pia unaweza kuona. Na pia unaweza kuona mwishoni kwamba basi baada ya hapo closing balance ni kiasi fulani, kwamba hii sasa ndio ambayo ipo kwa sasa, kwamba ni kiasi hiki katika kila akaunti yako. Unaweza pia print report hii kwa kubonyeza print. Pia mfumo utakuruhusu kuprint au kusave kama PDF. Ripoti nyingine ya muhimu ni profit and loss. Profit and loss inakupa picha haraka haraka pia ya faida, ina focus tu na faida ambayo umeipata. Kwa mfano tuseme kwa leo nina faida kiasi hiki. Labda nimeuza bidhaa ya Samsung S24 kwa kiasi hiki na gharama kununulia ni kiasi hiki, kwa hiyo faida yangu ni laki, sijapata hasara. Ndio maana ipo kwenye rangi ya kijani. Hapa total sales average ni gharama tu ya mauzo, thamani ya hizo bidhaa. Na pia hapa total purchase, hii inamaanisha ni gharama ambayo umenunulia hizo bidhaa ambazo kwa siku hiyo zimetumika kupiga hesabu ya faida. Pia kama kawaida unaweza ka print report hii hapa chini. Ripoti nyingine inayofuata ambayo nitapenda kuonesha ni inventory report. Hii pia ni muhimu kupata picha ya stock ambacho kinaendelea kwenye stock. Kwa hiyo naweza nikachagua category husika fulani, naweza nikachagua subcategory zake, tuseme nataka zote, au naweza nikachagua bidhaa moja. Kwa mfano labda nataka kuangalia Samsung S24 kwa leo kama stock imewekwa, kwa mfano naweza nikapata picha hapa. Bonyeza tu hapa submit, kisha mfumo utanionyesha kwamba bwana leo Samsung imetoka moja lakini hakuna ambayo imewekwa. Ina maana hamna stock iliyoingia leo. Kama kawaida naweza nikaprint hapa chini report yangu. Pia report nyingine ya muhimu ambayo napenda kukuonesha ni client receivable report. Hii ni report ambayo inaonyesha kwamba wateja wanadaiwa kiasi gani. Kwa mfano kwenye mfumo wetu tuna mteja ambaye ni working customer. Mara nyingi tunamtumia huyo kama ni biashara ambayo una wateja wengi wanaoingia na kutoka, kwa hiyo huwezi ukasave kila mteja jina lake. Kwa hiyo tunatumia kama working, tunamtumia huyo mteja kama working customer. Hapo unaweza kuona kwamba kuna total due, ina maana ni kiasi anachodaiwa kwa ujumla. Ni Tanzania shilingi kiasi hiki. Na hii mgawanyiko upo kwamba invoice due, ina maana haya ni madeni kutokana na invoice zilizofanyika au mauzo. Lakini non invoice due ni kama unamdai madeni ambayo hayahusiani na invoice. Let's say mteja labda kuna gharama labda fulani ambazo mnadaiana, kwa uliziongeza kwenye akaunti yake. Hapo inakuwa inaonyesha kwa jumla ni kiasi
hicho. Kama kawaida unaweza uka print, uka export kama PDF, uka print, ama pia unaweza uka download kama Excel. Hii inakuwa ni nzuri kwa ajili ya kuchakata ripoti zako. Kitu kingine ambacho tutapenda kuonesha leo ni sales by user. Ina maana hapa ni kupata ripoti ya mauzo ambayo yamefanyika na mtumiaji fulani. Hii ni muhimu sana kujua kama una watumiaji wengi kwenye mfumo. Ina maana unaweza kupata picha kwamba nani amefanya kitu gani. Okay, tuseme kwa mfano nataka kuangalia huyu hapa ambao ndo mimi. Ripoti ya leo mauzo gani yamefanyika, nikibonyeza submit, mfumo utanionyesha kwamba kuna invoice namba 29 ilifanywa na thamani yake ni kiasi hiki na tarehe hii. Kwa kama kile naweza nika download au nika print. Okay? Na ukitaka kuangalia zaidi unaweza kubonyeza hii, ukibonyeza hapa kwenye hii alama ambayo ni ya invoice, itakupeleka kwenye invoice husika, unaweza pia kuangalia ni bidhaa gani ziliuzwa. Okay. Pia unaweza ukachagua siku mbalimbali, labda unataka labda kuanzia tarehe hii mpaka tarehe hii, au labda ndani ya siku 7 zilizopita, ndani ya siku 90, ndani ya mwaka fulani, ni wewe tu. Ripoti nyingine hii ambayo ningependa kuonesha ni collection by user report. Hii inaendana na ripoti ya mauzo, lakini hii ni kama kwenye makusanyo. Sasa tuseme unataka labda kuna invoice ambazo za nyuma huko ambazo zilikuwa zinadaiwa, huyo mtumiaji wako kwenye wa mfumo akawa amekusanya hizo hela. Okay? Kwa tuseme labda kwa leo today, naweza nikaangalia kwamba okay, kwamba fulani alikusanya kwenye invoice hii hapa kiasi fulani. Kwa hiyo hii unaweza kuona inaendana tu na sales, kwa sababu kwa leo nimefanya sales moja tu. Kwa automatically ni kitu hicho. Ina maana alifanya mauzo na akakusanya mauzo. Kwa hiyo hii inaonekana pia kwenye sales kule. Basi hivyo ndivyo unaweza kuangalia ripoti, na kuna ripoti nyingine nyingi zote kama supplier payable. Kama unafanya purchase mbalimbali, unaweza kuangalia kwamba nani ambaye labda anatakiwa alipo hela, supplier wako labda hujamlipa na kadhalika. Pia unaweza kuangalia ripoti za expenses au matumizi. Naam. Asante kwa kuangalia video hii. Karibu na endelea kuitumia Janja POS.